Niligongea anko yangu. Wewe nyamaza bwana, nyamaza. Unajua si unajua hatupendi majigambo brother. Hiyo si majigambo, naongea ukweli. Unaongea ukweli, mbona unaona ni ukweli na unatudanganya? Siwadanganyi. Anko yako ako wapi? Anko yangu hiyo time alikuwa kazi Nairobi. Na mimi nilikuwa shule. Shule ulikuwa high school? Nilikuwa high school. Form 4. Sasa akaacha aunti yangu nyumbani. Na nikaambiwa juu nyumba yangu ilikuwa mahali kidogo na ya soso. Niende nimkaishe huko. Sasa wakati nilienda kumkaisha, yani nilikuwa nalala kwa nyumba, tulikuwa tunalala kwa nyumba moja lakini room tofauti. Sasa ndio siku moja nikaongea huyo ango yangu. Mpaka huyo aunti yangu akapata mimba. Ala, sasa unazidisha majigambo. Unaendelea kujigamba tu bado. Si kuzidiza majigambo, nakwambia ukweli. Kwani anko yako alikuwa anakaa Nairobi miezi ngapi kabla arudi? Alikuwa anakaa kama miezi 4 ama 5. Na hawezi jua mimba kama si yake. Sasa ile kitu yenye ilifanyika ndio nijue huyo aunti yangu ameshika mimba. Alienda kupimwa. Ndio akapatikana ako na ball. Hii ni miezi ngapi baada ya kuanza kugonga? Mwezi moja sasa. After 1 month ukagonga na ukampea mimba. Sasa venye aliona ameshika ball. Hebu ngoja, na anko yako naye alikuwa hajaonana na aunti yako miezi ngapi kabla hiyo mwezi moja ishe? Alikuwa amekaa kama miezi 4 sasa. Kama hawajaipatana na aunti yako. Kama hajairudi nyumbani. Okay, na wewe so aunti yako alikuwa na kuti ya miezi 4. Alafu ukakuja within mwezi moja ukagonga na akapata mimba. Akapata mimba. Sasa aunti yangu akapanga safari. Akaenda kwa ango yangu, ndio sasa ango yangu asijue kama hiyo mimba si yake. Aya, akasafiri mpaka Nairobi anko yako aongezee tu masikio. Sasa ndio asijue kama mimba si yake. Na hiyo ilikuwa mwaka gani sasa? Ilikuwa 2017. 2017. Hiyo ni 2017. Na sasa tuko 2025. Yaani karibu miaka ngapi imeisha? Miaka karibu 7. Na tuseme 8 sasa. 8. So akapanda basi huyo paka Nairobi. Nairobi wapi? Alikuwa Rongai. Huko pali uligongea ni wapi? Niligongea Ushago nyumbani juu nilikuwa mimi ninaenda shule. Ni wapi huko Ushago? Ni wapi? Kisii. Alitoka Kisii akakuja mpaka Rongai. Wewe ni Umugusi? Mimi ni Kisii. Watu nyari. Tore bobe. Watu wa Sabana. Sasa ulikuja ulishabana ulifikiria aunti yako ni Shabana? Hapana, siye nilifikiria aunti yangu ni Sabana. Ni venye sasa yeye ndiye aliniambia. Juu alikuwa anakuja kwa room yangu. Kwani hakukuwa na watoto? Alikuwa na mtoto tu mmoja. Sasa alikuwa mdogo. Wewe ukaongezea kapili. Sasa mimi nikaongezea huyo wa pili. Sasa aunti yako unataka kusema yeye ndiye alikukatia? Sasa unajua venye alikuwa amekaa muda mrefu. Ndio akaanza kukuja kwa room yangu. Hebu ngoja kwanza kidogo. Unasema huyu anko yako ni ndugu ya mama yako? Ni ndugu ya mamangu. Na wewe kwani mbona hauna kwenyu? Mbona ulikuwa unaishi kwa nyanya yako? Kwa nyanya yako. Nililelewa kwa kina mama. Hauna baba, hauna baba. Baba yako ako wapi? Saa hii tuko nyumbani, nilikuwa nyumbani lakini tuliambiwa kwanza. Baba yako ako wapi? Ako nyumbani. Mbona ulilelewa kwa nyanya kama uko na baba? Mamangu alikosana na babangu akaenda. Pia mama yako aligongwa alafu wakakosana. Lakini sasa babangu wakati alikuja kutuchukua, tukaambiwa lazima tumalize 18 years ndio tuende nyumbani kwetu sasa.
Na sasa si uligonga kama umemaliza 18, mbona uliamua kugongea anko yako ukampatia? Sasa unajua nilikuwa high school na tulikuwa tunalala na huyo aunti yangu. Ulikuwa na kajoto mwilini. Yani libido ilikuwa juu ya alafu aunti yako naye ni kutu naye na msumbua. Sasa yeye ndiye alifanya, alianza. So aka katoto kalizaliwa kana kuita aje? Kana kuita daddy ama kana kuita cousin? Kana niita cousin, lakini sasa unajua nikienda huko, hebu ngoja kidogo. Watu wengi wananiulizaga aje, kwani uko na brother mdogo? Nawaambia hapana, huyu ni cousin yangu, na wananiuliza mbona mnafanana na yeye hivyo. Na sasa wacha nikuulize, vile aunti yako alikuja Rongai kutoka Kisii, alikaa miezi ngapi hapa Nairobi? Hapo Rongai? Alikuja hadi Rongai. Akakaa miezi ngapi? Akakaa wiki 3. 3 weeks. Ndio tena akarudi nyumbani. Wiki 3 kuongezea masikio na tumapaja na wiki 3 wenyewe anko yako anakunywanga nini? Pombe. Pombe anakunywaga lakini si sana. Okay. So hii siri unataka kutobolea anko yako, na sasa itafanya bado kwanza anko yako bado wako na bibi yako, anti bibi yako. Wako na yeye. Na umesha consult huyo anti yako ambaye ni bibi yako kama utoboe hii siri ama umetoboa tu kierere yako ndio unatoboa? Niliongea na yeye. Akaniambia ni sawa hata nikitoboa, lakini nisitaje jina. Usitaje jina yake. Na sasa bado unaendelea kugonga anti? Hapana, sasa vinyango yangu alikuwa Rongai, alikuja akakaa akarudi nyumbani. Sasa unajua siwezi enda huko tena, sasa ndio nigonge. Wewe ni hiyo moja tu na ukazalisha na ukaacha? Niligonga kiasi, lakini sasa unajua hiyo ni ile wakati nilikuwa nyumbani. Haya, sasa aka katoto ni kijana ama ni msichana? Ni kijana. Ni Kamorio. Na ule mtoto mwingine ni kijana? Huyo sasa ni msichana. Na watoto wengine wamefuatilia? Ni mwingine tena mmoja sasa kijana. Wako ama sasa huyo ni wako? Sasa mtoto. Huyo sasa sijui kama ni wango yangu ama ni tena kigongi ama tena anjeli wango nje. Na huyo anti yako ni generous sana. Kwani alikuwa na miaka ngapi wewe ukigonga? Anti? Ni mkubwa. Ala. Alikuwa kitu 25 hapo ama 27. 25 na wewe ukiwa 18 na hapo. Hiyo ni lazima itakuchanganya. Ni umri yenyewe ikikupapasa. Lazima hiyo experience yako nayo ni tosha. Quarter of a century of experience wewe na wewe ndio unaanza. Sasa bado wanaishi pamoja na anko? Wanaishi pamoja. Haya, toboa siri basi. Sasa nilikuwa nataka niambie ango yangu kwenye yako na mtobolee hii siri, nikisema huyo mtoto wa pili mwenye ako naye si wake, huyo ni wangu. Nilimgongea wakati alikuwa kazi Rongai. Hivyo. Sawa, sasa uko Kisii ama bado? Mimi nilitoka Kisii sasa nikakuja Nairobi. Haya, uko Nairobi, ulioa? Bado sijaoa. Sasa huko unagongea tu wanaume mabibi? Sijaongea mtu mwingine. Uko wapi hapa Nairobi ndo tujue? Niko saidi za Ruaka. Ruaka huko umegongea kina kama kutosha. Huko unajua hapo nini? Hapo La Cascada. Basi La Cascada ninaijua, ninaitambua. Kama unajua hapo. Wewe ni mgongi. Wewe ni kigongi.